Leo nimetembelewa na mgeni wangu kutoka Iringa, anaitwa Mr. Bernard, na ni mtu ambaye ni miongoni mwa watu ambao nimepata nafasi ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao, kubadilisha afya zao na kurejesha tabasamu. Alikuwa na changamoto ya sukari ambayo ilikuwa ikimsumbua muda mrefu, lakini natamani upate wasaa huu kuweza kumsikiliza na wewe changamoto hii ambayo ilikuwa ikimsumbua, huenda na wewe utapata imani. Karibu sana Mr. Bernard. Asante sana, nashukuru sana daktari. Sawa. Mr. Bernard, hebu tuambie ni changamoto gani ambayo sasa ilikuwa ikikusumbua mpaka ukafikia hatua ya kuja kunitafuta? Kwanza mimi nakumbuka kipindi hicho, yani nakutafuta daktari, nilipitia wakati mgumu sana. Yani kuna kipindi ilifikia hatua nilikuwa napata ganzi kwenye miguu, yani unakuta sielewi, kuna muda najihisi kuchoka. Kufikia hatua hata wakati mwingine usiku naweza nikaenda na kujua mara kwa mara. Naweza kuhisi labda huenda itakuwa ni changamoto ya tezi dume, maana kuna muda nilikuwa nasikia pia habari za tezi dume. Lakini pia ilifikia hatua baadaye ikabidi nichukue wasaa kwenda kufanya vipimo. Kuonekana pia nina sukari. Na sukari yangu mimi bwana, yani nilikuwa kabla sijala chakula chochote kwa nafika kwenye 12 mpaka 15 hapo, ni kila ndio usiseme hadi 30 kitu. Kwa hiyo asante sana daktari. Yani leo mpaka nimesafiri kuja hivi, nilikuwa siwezi kukaa kwenye gari muda mrefu. Asante sana. I say pole sana kwa changamoto, kumbe ilikusumbua kiasi hicho na haukujua kwamba hii shida huenda ikawa ni sukari. Sasa ulijuaje kama ni changamoto ya sukari? Sasa si unajua ile hali ya kuwa unakuta unakojoa mara kwa mara, alafu pia kuna muda ganzi, unakosa amani, kuna muda mwingine yani unakuta mwili wako unachoka. Kwa hiyo nikawa ninawashawishika kwenda hospitalini kufanya vipimo. Lakini kabla ya hapo nilikuja kuona kuna clip moja ambayo ulikuwa umezungumza kipindi mpita mtandaoni. Hiyo kwa umezungumza dalili fulani hivi za dalili ambazo ni za kisukari. Kwa na mimi kuangalia na vitu ambavyo vilikuwa vinatokea kwa wakati huo, nikaona nikachukua namba yako nikasave. Ile sababu ngoja kwanza niende nikafanya nini? Nikafanya vipimo. Baada ya kufanya vipimo na mimi nikajihakikisha kwamba ilikuwa sukari. Kwa hiyo moja kwa moja, kwa sababu ilikuwa